Jumuiya ya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, JUKTAM KIS, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya. Jina langu naitwa Kauthar kutoka Zanzibar University. Changamoto kubwa ni peni. Yani inamaanisha peni. Mfano, wanaosoma Zanzibar University wanajua ile maeneo yalivyo. ZU inamaanisha. Wanajua duka la peni liko mbali masafa kidogo na madarasa ambayo unasoma mie. Shafahamu. Kwa hiyo kwa pale class inaonekana ni changamoto kubwa, na si inaonekana ni changamoto kwa sababu wewe saa nyingine unaandika peni imekuishia wino, au sometimes najiona kama una peni full pen lakini ukishafika pale yani umesahau, kifupi kama akili yako haipo. Kila siku na unavyoamka ndo hivyo hivyo. Yes, kununua kiboksi cha peni ili kuwauzia mule ndani darasani. Wakiwa mtu anahitaji peni anakuja kununua. Ushaanza kuuza hizo peni. Sisi bado. Yani ndo. Jamani, box la peni kiasi gani? Sasa msije mkasema manake hatuna mtaji. Box la peni manake zile pesa ulizopoa za matumizi, kata pesa ya mkoba, eka ununue kibox. Yani manake hapa nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba kuna changamoto nyingine unaona kabisa nahitaji pesa ndogo tu kufanya nini? Sisi tumeelewana? Changamoto ambayo sisi tumeiona ni kutoa na kuweka hela. Yaani tukiwa wanafunzi wa chuo saa nyingine tunakuepo mbali na wazazi. Kwa hiyo tukiwa mbali na wazazi tunahitaji hela. Tukihitaji hela, njia rahisi unatumiwa kwenye simu. Lakini ukiangalia yale maeneo ya karibu ya chuoni pengine hakuna wakala ama hakuna sehemu ambayo utafanya haraka upate zile hela. Kwa hiyo tutafanya vipi kutatua hiyo changamoto? Tunaweza tukafungua kama hivyo, mtu kwa unafanya mwenyewe kwa simu yako ama unatolea watu hela na unawekea hela kama hivyo. Uko chuo gani? St. Joseph. St. Joseph. Ushaanza au bado ndo unasubiria? Unafanya hiyo kitu sio? Si changamoto yetu. Tunaona wanafunzi wa chuo kuna baadhi ya assignment zile zinatakiwa tuandike katika paper hizi hapa. Sasa kuna sisi watu tunasoma koleda, siku nyingine tunarudi usiku saa 3 saa 4. Kwa hiyo sasa ule muda unaomba kazi siku nyingine kama saa 2 inakuwa ukipita baadhi ya stationery zishafungwa. Kwa hiyo sasa sisi tumeplan kuwa tutafute rimu tuingie nalo darasani. Kwa hiyo ile anahitaji tumuuzie alafu na sisi tunapata faida. Lakini kuna step nyingine. Sio kila changamoto utaweza kuisolve wewe kama wewe. Sawa Hatua inayofuata ndio hiyo kwamba utaangalia, je, utekelezaji wake ukoje? Unahitaji nini? Kwa mfano huyo alizungumzia box la peni. Box la peni hana haja hata kwenda kumuomba mzazi wake pesa, usio? Akivunja kibubu tu kama anacho. Sinema? Maana ninachotaka kusema ni kwamba kuna baadhi ya vitu hatujajifunza wadogo lakini vingetusaidia. Hatujachelewa. You can start. Sasa hivi mnaenda vyuo, si ndio hivyo tumezoea kwamba pesa tunayopewa tunatumia yote, hatusave hata kidogo. Huo sio utaratibu wa sawa. Unachotakiwa ni kwamba vipi utumie, lakini lazima uwe na utaratibu wa kujiwekea akiba hata kama ni ndogo. Sijui tumeelewana Uktisada akasema hivyo kwa sababu hiki kitu ni muhimu sana. Sijui tumeelewana Kwa hiyo unatoa kabisa. Sijui tumeelewana hapo Kwa hiyo hii kitu yani uanze kufikiria kwamba mimi naenda chuo nifanye hicho kitu. Lakini pia jamani, kujua majukumu. Sio mzazi wako tu ana majukumu kwako, lakini na wewe una jukumu. Usije ukakaa ukabaki wale vijana ambao wanasema kwamba ajira hakuna. Unaanza kuilaumu tu serikali. Kumbe wewe mwenyewe hufanyi majukumu. Sio tumeelewana Yaani kuna vitu vingine ni wewe mwenyewe, usimlaumu mtu mwingine. Fursa nyingine ambazo labda pengine hamjazitaja ni kuangalia uchakataji wa mwani, sabuni, vipodozi. Wanawake wengi wamekuwa wanafanya vipodozi. Wanatengeneza sijui
cosmetics, sabuni, lotion, shampoo, scrubs na vitu vingine. Lakini pia utalii wa ekolojia na huduma za jamii. Sawa Kwa hiyo ecotourism sasa hivi imepata sawa na watu wengine wanahisi labda ecotourism lazima uwe tour guide tu. Jamani, kuna utalii sasa hivi watu wana shamba ya spices wanaweka, pia wanaenda watalii wanatembelea na wanalipia some amount. Sawa, kwa hiyo unaweza ukafikiria in a positive way. Kumbuka na uvuvi na bidhaa zinazotokana na bahari, ubunifu wa tehama na huduma za kidijitali. Pale amesema anatengeneza mfumo, that is system, au sio? Kwa matumizi ya teknolojia na ya habari na ndio hiyo tehama. Lakini pia kuna uchumi wa kijani ambao kuchakata taka na kutengeneza bidhaa mpya. Jamani, taka ni ajira lakini hatujui. Na hili inaweza ikawa tuanze kujizoesha. Mimi binafsi sasa hivi nazitumia taka. Unaweza kujiuliza nazitumia vipi taka? Jamani, taka tena nazitumia, si ndio? Nimeanza kuwa na bustani ndogo nalima mboga nyanya, bilingani, bamia. Sawa? Na kwangu mie, angalia sasa. Kwangu mimi na kashakani ndani huko ambapo inakuwa tabu kumwaga taka. Sisi tumeelewana? Yaani ni shida ina maana mimi kila asubuhi labda au kila baada ya siku mbili nitoke na mfuko nikatafute jaa lilipo ni mwage. Kwao nikaiona hiyo ni changamoto Lakini ikanisaidia kuanza kufikiria kwa nini nisifanye separation, kitu ambacho sisi wengi hatufanyi. Kwa sababu tumetoka katika mazingira ambayo tunachukua taka, maganda ya mbatata, mifuko, makaratasi, sisi zote tunachanganya Lakini mimi ikabidi nikaweka sehemu separate ya taka ambapo tungule, yani vitu vya kuoza vyote takaozo tuzinaita, naweka sehemu yake. Sawa At first nilikuwa resistant kwa sababu nilikuwa nasema hizi zitanuka. Lakini good thing ni kwamba hazinuki. With time nazigeuza zinageuka mchanga. Mchanga ambao mzuri nikiweka katika yale matunda yangu, michicha inakuwa vizuri tu kwa sababu napata organic fertilizer. Kwa hiyo mmejikuta kupitia taka nimeweza kuanzisha kilimo sio cha kuuza, lakini yani trust me, kwa sasa hivi mimi navuna tungule, naweza nikakwambia labda inaweza kafika wiki 3 mpaka 4 sinunui tungule, na chuma pale na navumbika na siji. Tumeona kwa ile inaweza ikawaisiwa fursa ya biashara moja kwa moja, lakini si nimesave ile pesa ambayo nilikuwa nitumie tungule ambayo sijui hata ilipandwaje, na siku hizi wanaweka madawa na vitu vigani, sijui. Tumeelewana Kwa pia tuanze kufikiria kwamba hizi changamoto zetu tuzigeuze kuwa ni fursa, na inawezekana. Sisi tuelewana. Kuna watu wameanzisha, vijana kama nyinyi tu. Mimi kama nilivyosema nilikuwa university tulikuwa tunafanya innovation challenges. Kaja mwanafunzi alikuwa anasoma kama hivi nyinyi, kaja na ubunifu kwamba ataokota takataka atengeneze mbolea. Trust me, mpaka sasa hivi ameshanunua ardhi ambayo ana process zile takataka, lakini pia kaona kwamba badala ya kutengeneza mbolea tu soko lake mpaka mtu aje atake, nafanya na kilimo cha mboga. Kwa hiyo ile biashara imezana biashara nyingine. Kwa hiyo it's possible, na anaitwa kama nyewe watu wa mitandao mnaweza mkamfuata, ana Arafa anaitwa, anafanya asili fertilizer. Ushaona? Yes, inaitwa asili fertilizer. Na mwingine pia Mwamtoro hivyo anafanya, lakini sidhani kama yuko kwenye sawa, ambao na yeye pia amefanya nini? Kaokota taka. Kwa recycling sasa hivi kama tunavyoona hizi chupa ni fursa. Unaokota sawa. Kwa lazima muanze msijilimit kufikiria, yani fikirieni outside of the box. Vitu vinawezekana, msifikirie tu kwamba vile vitu vilofanywa ndio vinawezekana na vingine havijafanywa haviwezekani. Jumuiya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, Juktam Keys, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya.